Nimekuambia mwambie ageuke. Mama mke akamwambia mwanangu, hebu geuka. Mama ikabidi ageuke tu huku kakasirika. Mama, umeona mzigo aliobeba? Mama akasema ndio nimeuona. Mama, kama ungekuwa mwanaume ungetaka kuuonja huo mzigo au la? Mama mkwe akaangalia vizuri mzigo wa mama na kumwambia mimi siwezi kusema uongo, lazima ningetaka kumuonja. Mama akashtuka. Mama, umesemaje? Nimeamua kuwa mkweli tu mwanangu. Movie inaanza. Udada anaitwa Mma, ni mama ntilio wa mtaani. Mume wake anaitwa Kichaka, ana wivu ile kinoma noma. Wakati anaendelea kufanya biashara yake akatokea mume wake. Mzee akamwambia anaenda kununua chakula chote iko kwa sababu ya kiuno chako na mzigo ulioubeba. Mma akafurahi kwa kurukaruka kwa chakula chote kinaenda kununuliwa. Kumbe mume wake Kichaka anaangalia wanavyocheza. Kichaka akamtia kofi mzee kwenye kipara, ndipo Mma akashtuka. Kichaka kamaindi wakataka kuzichapa na mzee. Ujue nitakupiga na huo ufupi wako wewe. Mzee akamwambia rusha ngumi nikupasue. Kichaka aliporusha ngumi, mzee akakimbia mbio mbio. Kichaka akakasirika sana kwa nini mke wake anamdhalilisha kwa kutaka kutoka mpaka na wazee. Kichaka kwa hasira akamwaga chakula chote chini, akamwaga kisado cha mboga na kuanza kumkimbiza mke wake ili aweze kumpiga kwa kukosa nidhamu. Akamkimbiza mpaka nyumbani, akamuuliza unajua kwamba wewe ni mali yangu? Ndio najua. Hivyo unajua ni mali yangu? Ndio najua, mimi ni mali yako. Kichaka akawa na mind kwa nini mke wake anatabasamu wakati anapowahudumia wateja. Mama akamwambia hatarudia tena. Akamwambia kama unajua wewe ni mali yangu, hebu njoo huku nikuone. Mama alipomkaribia akamwambia hebu geuka nikukague. Akamwambia umeona huo mzigo uliobeba? Usiruhusu mtu yoyote apitishe kichwa huko. Ndio nimekuelewa. Hakikisha aingizi mtu kichwa. Ndio hatoingiza. Haya geuka. Kichaka akamwonya mke wake awe makini sana katika biashara zake. Kesho yake Mama anarudi kutoka kazini, anamkuta mume wake tayari yuko nyumbani. Akamsalimia kwa kumbusu. Baada ya kujuliana hali ya kila mmoja wao kazini, Mama alipotaka kuingia chumbani, Kichaka akamwambia subiri kwanza. Mama alipogeuka akamwambia vua chupi yako. Mama akamuuliza nini? Nimekuambia vua chupi yako. Mbona sijakuelewa? Nivue chupi yangu? Ndio vua chupi, kuna kitu nataka nikiangalie. Akamuuliza ili iweje? Nimekuambia vua hiyo chupi. Siwezi kuvua, hivi unatambua unachoongea? Kichaka akamkazia ni lazima avue maana kuna kitu anataka kukagua. Ikabidi Mama avue tu chupi, akaanza kuvua haraka haraka maana alikuwa anamhesabia paka 5, asipovua hiyo chupi makofi yatamfuata. Kisha akampatia. Kichaka akamwambia nikakuta kuna harufu nyingine tofauti na niliyoizoea, tanijua mimi ni nani. Akaichukua chupi na kuinusa na kuwa anaisikilizia harufu yake. Kisha akaitoa akarudisha tena puani na kuinusa. Mama akakasirika sana, akamwambia una bahati nanukia mwili wako, na kuendelea kuikagua. Usiku mwamba upwiru ukamshika maana kashamtibua mke wake, anajiuliza anze wapi kumuomba mke wake haki ya tendo la ndoa. Mke akaamka akamuuliza unaniuliza kwa nini na hasira? Akamwambia jana ulimwaga chakula changu, samahani, leo umeniambia nivue chupi halafu unadiriki kuinusa. Nilikuwa nataka kujihakikishia tu kama mali yangu iko salama. Kwa hiyo uniamini? Na kuamini, ila wale wapumbavu ndio siwaamini. Kweli? Baada ya kujitetea sana, Mama akamuuliza kwani nini unataka? Akamwambia mwili wangu unatetemeka kila nikikuangalia kiunoni. Nini sasa unachotaka? Nataka kuingia na kutoka. Kuingia wapi? Pangoni. Kwa hiyo unataka kuingia pangoni? Ndio kipenzi. Basi sawa, kwanza nipe pesa ulionitia hasara jana. Akamwambia nitakupatia asubuhi, tena mapema tu kabla sijapiga hata mswaki. Akataka kupanda. Kwa hiyo unataka kuanzia wapi? Nataka kuanzia kifuani. Mama akamkumbatia vizuri mume wake kumkaribisha pangoni ili apate usingizi. Kesho asubuhi Kichaka akawa anamsindikiza mke wake kazini. Wakati wako njiani kuna mtu akamsalimia Mama. Mama akamwambia Kichaka atakuwa mteja wangu nadhani. Kichaka akasimamisha toroli la chakula. Mwamba aliposhuka kwenye gari, Mama akamwambia tuna maharage, wali, pia tuna tandi. Nini unataka kununua? Kiukweli sihitaji kununua kitu. Nimekuja kukusaidia kwa sababu mwanamke mzuri kama wewe hafai kuchomwa na jua. Hebu nikupe lift. Samahani, nimeolewa na huyo ndio mwanaume wangu. Mwamba akamwangalia Kichaka kisha akamwambia ndio huyu? Ndio mimi. Mimi sio tajiri. Come on, hebu kuwa mpole. Basi nitawapa wote lift. Sikiliza, mimi nitakupa lift ya kuzimu we mpumbavu. Kwani kuwapa lift ni makosa? Kichaka akamwambia naomba uondoke. Ondoka kabla hujaweka kwenye gari la wagonjwa. Mwamba ikabidi tu aondoke. Mama akawa anamzuia mume wake aache hasira za kipumbavu. Kichaka akamwambia mimi sitaki kila mtu akuite au hey. Kwani wewe mbwa? Uje sipendi unachokifanya. Jinsi unavyonifanyia uje sipendi. Haya tangulia. Mimi sitangulii. Nitakupiga makofi ujue. Huwezi kunipiga makofi, najua unanipenda sana. Huwezi kunipiga. Kichaka akachukua mkokoteni na kuelekea kwenye biashara. Jioni Kichaka akamletea gauni mke wake. Baada ya kulicheki akagundua ni refu sana. Akawa analalamika kwa nini kamletea nguo ndefu? Haitamfanya awe huru katika kuhudumia wateja. Akamwambia hiyo ndo nzuri. Itafanya kalio lako isionekane sana. Kichaka wakati ipo gereji anafanya kazi zake, mara meseji ikaingia. Maana alidivert simu ya mke wake. Kila meseji inayoingia lazima imfikie yeye kwanza. Akamind kuona kuna mtu kamtumia message kwamba anataka chakula Mama ampelekee nyumbani kwake. Ikabidi atoke ofisini kwake na kumfuata mke wake kazini. Bosi wake akashangaa ile tatizo ni nini na nini kinaendelea. Alipofika moja kwa moja akamuuliza nani kakutumia hiyo message? Akamwambia mteja, tumefunga biashara, hebu ondoka. Nimekwambia tumefunga biashara, wewe mpumbavu toka. Akamrudia mke wake na kumuuliza nani kakutumia hiyo message? Alipoisoma akamwambia mteja wangu baby huwa anampelekea chakula kwake kwenye nyumba yake. Kufanya nini? Nampelekea chakula alichoagiza. Unasemaje wewe? Unajua utasambaza hivyo vyakula mbinguni? Shida iko wapi sasa? Unawezaje kumpelekea chakula kwenye nyumba yake? Yeye kama nani? Ni mteja. Kila nikimpelekea chakula ananipa pesa nzuri zaidi. Wakagombana sana. Mimi ndo nimekuoa au wewe ndo umenioa? Najaribu kukusaidia pia. Kwani mpaka sasa umeingiza kiasi gani? Kiasi gani nimeingiza? Wewe unanitukana si ndio? Sio hivyo. Kichaka akampiga mkwala. Kama ataenda kumpelekea chakula atamfanyia kitu mbaya na kuamua
akaamua kuondoka zake. Baadaye kuna mzee aliyopika kwenye kipala akawa anapita bila kumsalimia mma. Mma akamsalimia, naomba usinisalimie maana sihitaji salamu zako wewe. Kwa nini hutaki kuniungisha tena? Kitu gani kimetokea? Sikiliza, si umeona iko chakula? Kama sitoweza kuja kununua tena. Mma akashangaa, chukua iko chakula na nenda kamuuzie mume wako. Kwa nini? Akamwambia kama nikimwona mtu yoyote anakuja kununua chakula kwako, nitamwambia umeweka limbwata. Samahani mzee, usinifanyie hivyo. Au kwa sababu una kalio kubwa unadhani kila mtu atakuja kununua chakula kwako? Mzee akamwambia kama nitakuja kununua chakula kwako tena niite mbwa. Mzee akaamua kuondoka zake. Mma akawa anamlaumu mume wake kwa sababu yote yeye ndio kasababisha. Usiku mwamba akapaka mkongo. Mma akatoka chumbani haraka, hebu njoo tumalizie. Jamani baby, nimechoka. Mma akawa anamkwepa. Sasa unataka nifanyeje? Nishapanda mlima, nashukaje sasa? Kwea mnazi tu baby. Basi njoo nifanyie masaji tu. Hapana baby, nimechoka. Wakawa nakwepana, kichaka kipita huku, mma anapita huku. Kichaka kumbe kapaka mkongo ili mke wake apate mimba. Maana kila siku anajitahidi kuingia pangoni, lakini mma hapati ujauzito. Jioni wanarudi kutoka kazini wakiwa kwenye bajaji. Mma akatangulia kushuka, akawa anamsubiri mume wake ashuke pia. Dereva bajaji akawa anazuma kalio ya mma. Dereva akawa anatikisa kichwa, haamini anachokiona. Kichaka akaja akamtia kofi la kichwa. Unafanya nini sasa? Huyo ni mpumbavu. Ulikuwa unaangalia nini? Kumwangalia kuna shida gani kwani? Kwani umekatazwa kumwangalia? Huyo ni mke wangu, mali yangu. Wewe usiniambie huo upuzi tena. Wewe unapenda kuangalia mke wa mtu, si ndio? Ngoja sasa nikuonyeshe kwamba mke wa mtu ni sumu. Akaenda kutafuta kigogo na kutaka kumpiga nacho. Dereva ikabidi atoke mbio tu. Usiku mma kalala. Mwamba akawa anawaza kwa nini mma ashiki mimba na itakuwaje kama mma siku akimwacha, kwa maana anampenda sana mma. Anahisi kama atakufa. Kesho yake kuna mteja akawa anapakuliwa chakula. Mteja akatoa hela na kumpatia mma. Asante sana, ngoja nikupatie chenchi yako. No, keep change. Asante sana, Mungu akubariki. Mara akatokea mume wake. Mma akashtuka kumwona mume wake. Nani unampa keep change? Nimemwambia baki na change. Kwani kuna tatizo? Unampa kama nani? Na wewe kwa nini unabaki na change? Huyo ni mteja wangu. Mteja akamuuliza kwani huyu ni nani? Akamwambia ni mume wangu. Akachukua pesa na kumwambia fungua mkono wako kwanza. Akamwambia hebu geuka. Mteja akamuuliza ni mzima kweli huyu? Umemwona huyu mpumbavu ananitukana? Wakagombana mma na kichaka na kuamua kuufunga mgahawa. Mma akashindwa kuvumilia, akaenda mpaka kwa mama mkwe na kumueleza ukweli wote. Huyu mwanao analazimisha nivue chupi yangu na kuikagua kwa kuinusa. Nini ananusa? Ananusa chupi yangu ili kujua kama nimelala na mwanaume au la. Mama akamwangalia mtoto wake. Sio hivyo tu, mtoto wako ametrack simu yangu. Anapokea kila kitu. Nikipokea meseji na yeye anapokea. Nikipokea simu na yeye anapokea pia. Na hiyo ndio inamfanya anapigana kila sehemu. Mtu akiongea na mimi tu anapigana naye. Amempiga paka mchungaji wangu, mtu wa Mungu, kwa sababu tu ameniwekea mkono kuniombea. Kwa hiyo anataka nisiwasiliane na watu, au kwa sababu nimeolewa ndio anataka niishi hivyo? Mbona ananionea sana? Mama akamuuliza mwanae, mwanangu Kichaka, nini kinaendelea? Mama, mimi hata sielewi maana hiki kikao. Kwa hiyo nafanya makosa kulinda mali yangu, si ndio? Huyu ni mali yangu, lazima nimlinde. Hiyo sio njia sahihi ya kulinda mali yako. Kufanya hivyo unamnyanyasa. Hebu achana na hiyo tabia. Kichaka akamwambia mama yake, naomba umwambie ageuke. Nini? Nimekuambia mwambie ageuke. Mama mke akamwambia mwanangu, hebu geuka. Mama ikabidi ageuke tu, huku kakasirika. Mama, umeona mzigo aliobeba? Mama akasema ndio nimeuona. Mama, kama ungekuwa mwanaume ungetaka kuuonja huo mzigo au la? Mama mkwe akaangalia vizuri mzigo wa mma na kumwambia mimi siwezi kusema uongo, lazima ningetaka kumuonja. Mma akashtuka. Mama, umesemaje? Nimeamua kuwa mkweli tu mwanangu. Kichaka akawa anampiga jicho mma. Mma akawa elewi, anaona kesa ngedele kapelekewa nyani. Baada siku kadhaa kupita, mma akawa anaelekea kazini akiwa na toroli lake. Bahati mbaya likatokea gari na kumpushi na kumuumiza mguu. Mwamba anaitwa Dani akashuka kwenye gari kwa ajili ya kumsaidia na kumpa pole. Mwamba akamwambia yeye ni daktari, anaomba amsaidie kumpeleka hospitali ili aweze kupata matibabu. Mma akamuuliza, wewe sio mtu mbaya kweli? Sio mtu mbaya, hebu apia kwa Mungu. Na apia kwa Mungu. Akamsaidia kumnyanyua na kumuingiza kwenye gari na kumpeleka hospitali. Baada ya matibabu akamrudisha mpaka nyumbani, huku akimsaidia akiwa akamshikilia kiuno. Alipokaa mma akamshukuru, asante, haina haja ya kunishukuru, mimi ndo nastahili kukushukuru. Kisha akamwambia kama hutojali naomba nije baadaye niangalie unaendeleaje. Akamwambia nimeolewa, mume wangu ataniangalia, usijali. Mwamba akamwambia mimi naitwa Dan. Naitwa Mma. Mwamba akaondoka akimwacha mma anaomba mume wake asitokee, maana itakuwa issue na patachimbika. Mume wake jioni alipokuja akamkuta kalala, mguu kaumia. Akamuuliza nini kimetokea? Akamwambia alipata ajali ndogo tu. Kichaka kalamika sana kwa jamaa kumuumiza mke wake. Mma akamwambia usijali, ni kijana mzuri tu. Kichaka akashangaa, yeye ndio alinipeleka hospitali. Kisha subiri kwanza, alikupeleka hospitali? Ndio, alinipeleka hospitali kisha kanirudisha nyumbani. Kichaka akachoka. Kwa hiyo alikunyanyua hebu niambie ilikuwaje? Alininyanyua na kunipeleka hospitali kisha kanirudisha nyumbani. Kichaka akawa elewe, akasimama. Kwa hiyo huyo mwanaume ndio aliyokuleta hapa? Alinipeleka hospitali na kunileta hapa. Mma subiri kwanza, acha haraka. Kwa hiyo mwanaume kakubeba? Ndio, kwa sababu nilikuwa siwezi kutembea. Kichaka akamuuliza, huyo mwanaume alipokunyanyua alikushika wapi? Hebu niambie alikushika wapi?
hii? Alinishika mkono. Kakushika mkono halafu kisha kanishika huku wapi? Sema, mdomo si unao? Mma akashindwa kusema. Alikushika kiuno? Ndiyo. Mma, mwanaume ameshika kiuno chako? Kichaka akashika kichwa na kusema, Mungu wangu, nimekwisha tayari. Mma akawa analia na kumwambia sijafanya chochote naye, kosa langu sasa ni nini? Kumbe Deni alimwelewa mama ntilie Mma. Akawa anakumbuka jinsi alivyomsababishia ajali na jinsi alivyomnyanyua, akawa akapendezwa naye. Asubuhi Kichaka akiwa kazini akawa kwenye mawazo. Bosi wake akaja akamuuliza, tatizo ni nini? Mbona uko kwenye mawazo? Nafikiria jinsi gani nitampatia mke wangu ujauzito. Bosi wake alipokaa akamwambia, unatakiwa urelax, usiwe na mawazo. Ukifanya hivyo utaweza kumpatia ujauzito mke wako. Ukiwa na stress hata mbegu zinakosa nguvu. Kichaka akamwambia, nimechoka mimi. Kila sehemu mke wangu akipita kila mwanaume anamuita, tena anamtaka kimapenzi. Kama nitafanikiwa kumpatia ujauzito, akijifungua nampatia nyingine haraka. Hajatulia vizuri na mjazo wa 3. Lazima kifua kilale na makalio yapokutike. Kumbe Kichaka na wivu na mke wake ile kinoma noma. Bila kujua Dani kashaanza kumpenda mke wake. Baada siku kadhaa kupita, dada akamtembelea Mma kazini kwake. Akashuka kwenye gari na kwenda kumsalimia Mma. Mma akamuuliza, umewezaje kujua ofisini kwangu? Akamwambia, unaonekana ni mtu maarufu sana, hivyo sikupata tabu sana kujua ulipo. Akamwambia, nimesikia wewe ni mpishi mzuri sana hapa mtaani. Sio sana. Naweza kula chakula chako? Akamwambia, ndio. Je, nikaombe sehemu kwa jirani ukakae? No, ningependa kula hapa. Kweli? Ndio. Dani akaenda kukaa nyuma kwenye benchi huku akiangalia mzigo jinsi ulivyojaa. Akawa anatabasamu tu huku akiuangalia. Usiku akamrudisha mpaka karibu na nyumbani. Mma akamwambia angependa muache pale kwa sababu mume wake akigundua ameletwa na lift atakasirika sana, maana ni mkorofi. Lakini Dani akasisitiza, acha mpeleke, chochote kitachotokea atajua jinsi gani ya kusolve. Asubuhi Kichaka yuko mlangoni anafua, jirani akaja mpaka alipo na kumsalimia. Unaendeleaje? Endelea vizuri tu. Watoto je, wako poa? Naona jana umekuja na gari lako jipya. Kichaka kashangaa na kucheka. Wewe umeniona na gari jipya? Kwani sio wewe uliomleta mke wako jana usiku? Akamwambia, gari lako lilikuwa zuri sana. Gari langu na mke wangu? Mbona sielewi. Ni kitu gani unazungumzia? Acha kuwa hivyo. Jana usiku nimekuona umekuja na gari na kumshusha mke wako. Sio mimi bwana. Hebu acha utani. Mke wako alikuwa anatabasamu. Kama sio wewe nani atakuwa? Kichaka kasimama akamuuliza, umeona nini? Nimekwambia nimemuona mkeo ulipokuja kumshusha. Kichaka kashangaa. Mtu kamshusha Mma? Alikuwa handsome kama wewe. Jinsi alivyokuwa anatabasamu wanakisiana. Nilijua ni wewe. Kichaka kajua tayari kashaibiwa. Kwa hasira akaingia chumbani kumsaka Mma. Akawa anaita Mma. Alipoamka akamwambia, ni nani aliyekuleta jana usiku na gari? Na kwa nini uingie ndani ya gari? Au kwa sababu mimi sina gari? Akataka kumpiga Mma. Mma akakimbilia sebleni. Alipobanwa akamwambia, ni daktari ndio alinileta jana usiku. Mlifanya nini ndani ya gari? Hatujafanya kitu chochote. Kichaka akamkaba Mma. Mma akamwambia, nafanya kazi Kimpunyeto Hospital. Akamwambia, ingia chumbani na ufunge mlango, usitoke humo ndani. Mma akaingia haraka na kufunga mlango na kukaa kitandani huku akiwa anatetemeka, hajui nini kinaendelea na mumeo atakwenda kufanya nini. Kesho yake asubuhi Kichaka akamfuata Mwamba. Aliposimamisha gari, Kichaka akamuuliza, wewe ndio Dani? Wewe nani? Na wewe ndio Dr. Dani? Nimekuuliza wewe ni nani? Nimekwenda Kimpunyeto Hospital. Nimeambiwa leo haupo kazini. Nimeamua kuja nyumbani kwako. Ngoja nikwambie kitu. Nikikuona tena na mke wangu nitakuua. Nakwambia nikikuona na mke wangu tena nitakata shingo yako. Hivyo ni chize? Kwa hiyo mimi chizi? Ndio, umekuja nyumbani kwangu unapiga kelele kama vile kichavi. Una matatizo gani wewe? Mimi sio chizi. Ujue nitakuweka ndani. Utaniweka ndani? Unataka kulala na mke wangu? Pia unataka kuniweka ndani? Ngoja nikwambie kitu. Kama nitakuona tena na mke wangu, kitu nitachokufanyia, narudia, kitu nitachokufanyia, nakwambia jaribu tena na kuondoka zake. Wewe lazima utakuwa chizi. Ukirudi tena nitakutia ndani. Aliporudi nyumbani Kichaka akawa na mawazo. Mama akamtengea chakula mezani na kumkaribisha, akamwambia sina njaa. Kwa nini? Akamuuliza, kwa nini ushiki mimba? Mama akamjibu, sio makosa yangu. Kwa hiyo ni makosa yangu ndio maana upate mimba? Mama akachoka. Niambie, kwa hiyo ni makosa yangu? Humu ndani tunaishi mume na mke na mizagamua tunafanya kila siku. Kila usiku lazima nizame pangoni kwenye hii nyumba, hata nikisahau nyoka wangu lazima abaki pangoni kwako. Asubuhi tukiamka mapema tu lazima niingie pangoni kusalimia. Kwa nini upati mimba? Nataka kujua. Baby, mimi sijui, ninachojua Mungu ndio upanga wakati, labda muda bado. Akamwambia, au na meza madawa usipate mimba. Jamani baby, mbona unafikiria hivyo? Nataka kujua kwa nini ushiki mimba. Hata mimi natamani kumlea mtoto wangu. Kumlea mtoto wako, mtoto wetu. Lini sasa utashika mimba? Hivi karibuni tu baby. Kichaka akamwambia, hakikisha unapata mimba, ni kitu cha msingi. Na kunyanyuka na kuondoka zake. Mama akiendelea na biashara yake, magari la Dani likawa linaingia. Akachoka akashika na kiuno, maana anajua shida tayari ishaingia. Dani aliposhuka kwenye gari akamsifia na kumuongelesha, lakini mama hakusema lolote. Akamuuliza, mbona unakaa kimya? Kwani unataka nini wewe? Nataka nini? Ulitakiwa kuwa hospitali, huku unafuata nini? Leo ni siku yangu ya off. Jamani, sitaki wewe unakuja hapa. Utanigombanisha mimi na mume wangu. Siwezi kufanya chochote na wewe. Hebu ingia kwenye gari lako na uondoke. Hebu relax. Siwezi kurelax kwa sababu nakuwa siko huru kuongea na wewe. Nampenda mume wangu sana na ninamheshimu. Kwa hiyo naomba uende. Akamwambia, nimekuja kwa sababu nina dili kwa ajili yako. Hebu ondoka bwana. Akamwambia, marafiki zangu wanapata ya pamoja na wanahitaji chakula kizuri. Wana bajeti ya 300,000. Mama akastuka maana ni hela ndefu kwake. Akamuuliza, nini? Umenisikia, shilingi 300,000. Kwa hiyo nimewambia nina mtu ambaye yuko vizuri kwenye chakula.
ndio maana nimekuja. Mama ikabidi ajichekeshe tu na kutabasamu na kubali dili. Wakiwa nyumbani wakawa wanapiga mahesabu na kujua wanakwenda kupiga hela ndefu sana. Kichaka hajajua dili inatoka kwa nani, kumbe alikuwa simu wake Dani. Usiku ulipofika, mama akaenda na vyakula mpaka nyumbani kwa Dani. Dani akamwambia marafiki zake wanakuja, wapo njiani. Wakakaa sebleni wakawa wanaangalia TV. Muda unazidi kwenda, wageni hawafiki. Mama akaingiwa na wasiwasi, akamuuliza kwa nini kinaendelea? Nini kimetokea? Nini kinaendelea? Sijakuelewa. Mama akakosa jibu, ikabidi endelee kusubiri. Muda ukawa unaenda. Dani, kwani nini kinaendelea? Dani akamwambia nilitaka kukaa na wewe tu. Mimi? Ndio. Mama akaamua kunyanyuka na Dani akanyanyuka haraka na kumzuia asiondoke. Kumbe Dani alikuwa anataka mzigo. Alimdanganya kwamba kuna tafrija na marafiki zake. Kumbe si lolote si chochote. Akawa anataka kuforce kula mzigo. Bahati nzuri mama akampiga kwenye kijiji na kukimbia na kumwacha Dani akiugulia maumivu, maana kijiji kinawaka moto. Mama akarudi nyumbani mbio, anahema, anahisi kama bado anakimbizwa na Dani. Akashindwa hata kumwambia mumewe. Akamwambia vibaka walitaka kunikaba. Akamkumbatia kisha akamuuliza, "Walitaka kukaba wapi?" Akamwangalia mzigo kama ameharibiwa. "Una hakika hujashikwa huku?" "Ndio, hawajanishika." "Uko salama?" Mama akamkumbatia mume wake, amini kama amesalimika. Kesho yake asubuhi mama anafua nguo zake nyumbani. Dani akaja na ua. Mama akaogopa, akamwambia, "Nimekuja kukuomba msamaha kwa kilichotokea jana usiku." Mama akamwambia, "Nimekusamehe na kuomba uende. Tafadhali, mume wangu yuko ndani." Akataka kumwambia nakupenda, akamziba mdomo na kumtoa pembeni haraka. Alipomvuta pembeni akamwambia, "Nakuomba sana kwa jina la Mungu, hatuwezi kuzungumzia hapa mambo hayo. Mume wangu yupo ndani, itakuwa ni tatizo. Nakuomba, mimi nimeolewa. Naomba uende tu." Dani akamwambia, "Nisamehe sana kwa kilichotokea jana. Na sio tabia yangu." "Ndio, nimekuelewa, lakini nakuomba uende. Ila nimekuletea maua ya rose." "Nini? Yana marashi. Hivi una ugonjwa wa akili au?" "Nimekuambia niache. Alafu wewe unazungumzia maua ya rose. Hivi una matatizo gani wewe?" "Siwezi kukuacha peke yako kikweli." Mama akashika kichwa. Wakati wanazungumza, Kichaka akaita, "Mma, mma." Mama akastuka na kurudi ndani haraka. Ndipo Dani akaamua kuondoka zake. Kesho yake asubuhi kuna mtu kamletea mzigo mma, akamwambia ni mzigo wake. Alipomuuliza unatoka wapi, akamjibu hajui aliyeagiza. Mama ikabidi akubali na kusaini, kumaanisha amepokea mzigo. Alipoingia ndani na kukagua, anakuta ni mzigo wa vibunda vya pesa. Mama akawa elewi pesa zimetoka wapi. Alipoangalia ndani zaidi akutana na ujumbe. Alipousoma ulikuwa unamwambia, "Jiandae leo usiku nitakuja kuchukua kwa ajili ya dina." Kumbe alikuwa Dani. Mama akachoka. Mama akaenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Dani. Akawa anamsubiri afike, mara Dani naye akawa anaingia. Aliposimama na kuingia ndani, Dani akamsalimia, "Hi baby." "Nani baby? Kumbe umepata zawadi yangu." "Nimesema nani baby wako? Hivi una akili kweli wewe? Kwa nini huna aibu? Mke wa mwenzio unamuita baby." "Ngoja nikwambie kitu, hakuna chochote kitachofanya ni mwache mume wangu. Umenielewa? Mimi sio rahisi kama unavyodhani." Akamwambia, "Hiyo ndo sababu nakutaka." "Hivi unajielewa wewe? Unajua nilivyokuona mwanzo, nilijua ni mtu mzuri, lakini kumbe ni mpuzi kichwani. Hakuna kitu kabisa. Naomba uniache kunifuatilia. Sitaki tutafikishana polisi." Akamwambia, "Nitakuonyesha kuwa hakupendi mume wako, lakini pia nitakuonyesha kuwa hastahili kuwa na wewe." Akamwambia, "Hii ni zawadi yako, nimeirudisha." Mama na kuondoka zake. Dani akaingia ndani kwake bila kuzichukua zawadi zake. Huko nyumbani Kichaka kalala, mara message ikaingia. Ikabidi amke na kuchukua simu na kuisoma. Akashangaa imeandikwa, "I miss you baby." Akisogeza karibu ili haone vizuri, maana kama anaota vile. Akachukua namba na kuipiga. Dani alipopokea akamwambia, "Hey baby." Akashangaa akaangalia simu vizuri kama kawaida yake. Kichaka akachanganyikiwa huko akita mma na kumfuata alipo. "Hebu njoo hapa. Huyu ni nani aliyekutumia message?" "Nilikuwa naandaa chakula." "Chakula gani?" Nikakiputa kwa hasira na kumuuliza, "Nani aliyekutumia message?" "Tena amekwambia amekumisi." Nikampigia simu, alipopokea akajibu, "Hey baby, naomba kuwa mpole mume wangu. Kama utoniambia huyu ni nani, nitakuua." Baada ya mabishano akamwambia, "Ni dokta." "Dokta yupi?" "Yule mwanaume alionigonga na gari na kunirudisha nyumbani kutoka hospitali. Nimeblock namba zake, lakini bado anaendelea kunipigia simu kwa namba zingine." Akamwambia, "Anataka nikuache." Nikamwambia, "Kamwe siwezi kukuacha." Akamuuliza, "Sasa kwa nini ukuniambia?" "Niliogopa ungepandwa na hasira." Kumbe basi kila jambo lina suluhisho. Akachukua laini ya mma na kuiharibu ili asipatikane kabisa. Mma akamwambia, "Humo kuna namba za wateja." Lakini Kichaka hakumuelewa. Asubuhi Kichaka anatoka nyumbani kwake, anashangaa mwamba kapaki gari kama kuna mtu anamsubiri. Alipomsogelea akamwambia, "Wewe kijana." Dani akamwangalia tu, akili zimekuruka akamwambia, "Umekuja nyumbani kwangu asubuhi hii." Dani akamwambia, "Nashangaa wanaume maskini siku zote wamejaa na hasira tu. Sikiliza, ngoja nikwambie kitu. Najua unachokitafuta, na ukishapata unachokitaka utaulaumu mkono wangu." Dani akamwangalia tu kwa dharau. Kichaka akawa anaondoka zake. Dani akamwambia, "Milioni 20." Kichaka akasimama, "Kwanza nitakupatia milioni 20 ili muache mke wako, hivyo nitaweza kumpata." Mwamba akabaki amezubaa, akageuka na kumwangalia Dani. Ndio hivyo, hakujibu chochote. Usiku wakati mke wake amelala, akawa anatafakari achukue hela akaanze maisha mapya au endelee kuishi na mke wake. Na yeye siku zote alikuwa anatamani maisha mazuri. Huku Dani anacheza, anafurahi jinsi atavyokuwa na mma. Akawa anacheza charanga. Pam 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 para para pam pam pam.
Pam 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 para para pam pam pam. Kawa anakata mauno. Asubuhi mma anaamka, anamuita mume wake, kukawa kimya. Akawa anamtafuta kila sehemu apatikane. Akampigia simu pia apatikane. Ikabidi ampige bosi wake wa gereji kama atakuwa amefika. Lakini bosi akamwambia hajafika. Akiwa anafua nje ya nyumba, Dani akatokea na kumwambia, "Hello beautiful. Umefuata nini hapa? Hebu kuwa mpole, sijaja kwa ugomvi. Nimekuja tuzungumze kama marafiki." Marafiki na nani? Akamwambia lazima utakuwa peke yako hapa bila kichaka. Mma akakosa jibu. Akamwambia unamtafuta mume wako, si ndio? Akashtuka, mume wangu yuko wapi? Dani akacheka akataka kuondoka. Mma akamsimamisha, hebu niambie yuko wapi mume wangu? Hebu tulia, haina haja kupiga kelele. Akamwambia kuna kitu nahitaji usikilize, utanielewa baada ya kusikiliza. Akafungua simu kisha akamsikilizisha mma. Tunafanya dili na kutumia milioni 20 ili uondoke na uachane na mke wako milele. Akamjibu ndio nimekubali. Nahitaji pesa, nitumie hizo pesa. Dani akawa anacheka. Mma amini alichosikia. Akamwambia milioni 20 ameamua kukuacha bila hata kufikiria mara mbili. Akapaki vitu vyake na kusepa zake. Dani akawa anaondoka. Mma akamwambia subiri kwanza. Hebu play tena sauti ya mume wangu. Nataka nikuplaye tena. Dani akamsogelea na kumwambia kwa sababu ya hii ndio maana nilirekodi mazungumzo yetu. Akamplaia tena. Mma akawa analia kusikia mume wake anamuacha kwa ajili ya milioni 20. Mwamba akawa anamzunguka mma na kumsifia uzuri wake na kumwambia kama ningekuwa mimi nisingeweza kukuacha mwanamke mzuri kama wewe, maana hakuna kitu cha kulinganisha na thamani yako. Mma akawa analia tu, amini mume wake mwenye wivu ambaye anagombana na watu kila siku leo kaamua kumwacha kwa ajili ya pesa. Dani akamwambia kamwe usimwamini mwanaume maskini na kuondoka zake. Huku mma analia, amini kama kweli mume wake kamwacha na kuondoka zake. Ameamua kumwacha kwa sababu ya pesa. Mma akaishiwa mpaka nguvu na kukaa chini na kuendelea kulia. Kila siku mma akawa anaangalia picha waliopiga yeye na kichako walipofunga ndoa. Maneno ya Danieli yakawa yanamrudia kwamba mume wake kumwacha kwa ajili ya milioni 20 hastahili kuwa naye. Mma bado akawa amini kama kweli ameachwa. Mma akaenda kwa bosi wake kichaka kujua ukweli. Akamwambia kuna mtu kamwambia kampa mume wake milioni 20 na kuamua kumwacha. Bosi akamwomba msamaha mma. Akamwambia ni kweli kichaka kaondoka. Kakimbilia kichakani hivyo kumuona tena asahau. Mma akachanganyikiwa na kushika kichwa. Amini kama kaachwa. Mma akawa analalamika kwa kuwa mwaminifu na mtiifu kwake amewakataa wanaume wenye pesa kwa ajili yake. Leo kichaka akakimbilia kichakani. Baada ya siku kadhaa kupita, Dani akarudi kwa mma na kusisitiza anampenda, lakini mma akamwambia unafikiri ulivyomfukuza mume wangu ndio nitaweza kukupenda? Hilo sahau, kamwe alitoweza kutokea. Dani akajaribu kubembeleza sana lakini akakataliwa. Mma akaingia ndani, Dani ikabidi aondoke. Akiwa kwenye gari lake Dani amini kama kweli kakataliwa. Kwa hasira mpaka anapiga usikani wa gari. Bosi wake kichaka akamtembelea mma na kumshauri achane naye kichaka, maana siku zote alikuwa anatamani kuwa na maisha mazuri, sidhani kama atarudi. Mma akamwambia ataendelea kumsubiri kwa sababu najua hela zitakapomuishia lazima atarudi, maana mimi ndio mali yake. Bosi akashindwa kumuelewa mma. Mma akawa analia huku akiamini ipo siku kichaka atarudi nyumbani kwake na kutoka kwa kichakani alipojificha. Baada ya wiki kupita, mma anafungua mlango, anashangaa kumuona mchumba wake kichaka amerudi akiwa na bosi wake. Kichaka akawa anatabasamu, bosi wake pia akawa anatabasamu kwa mbali wakisubiria surprise kutoka kwa mma. Mma akamsogelea kichaka na kumpiga kibao. Kwa hiyo baada ya vyote kukufanyia ukanikimbia, nilikupikia, nilikulisha, tulilala pamoja, nilikuwa mwaminifu kwako, hata pale ulipofuria nilikuwa na wewe, lakini wewe ukachagua pesa na sio mimi. Kichaka akamwambia nitakusimulia ilivyokuwa. Baada ya kukaa na kumsimulia ilivyokuwa, mma akaona ni upumbavu, akawatimua nyumbani kwake. Akiwa mtaani anarudi kutoka mishemishe zake za kupika, Dani akamshawishi tena kwa mara nyingine, lakini mma akashikilia msimamo wake ule ule na kudanganya. Kwa taarifa yako, kichaka amerudi. Dani akashangaa, nini? Ndiyo mume wangu amerudi. Hivi unafikiri mume wangu unaweza kumpa pesa alafu akaniacha tena akamwacha mke wake aliyemuoa kweli? Wewe kichwani azimu. Nadhani sasa umepata funzo kwa kupoteza pesa zako bila sababu za msingi. Dani akawa elewe, mume wangu karudi na mimi ndio mali yake. Pumbavu wewe. Na kuondoka zake akimwacha Dani anajiuliza inawezekanaje? Dani akakasirika akapiga teke tairi la gari. Kumbe kichaka akawa anamsubiri mma nyumbani kwake. Akawa amekaa mlangoni kwa sababu mlango tayari ulishabadilishwa funguo. Kichaka akawa anaomba msamaha ili warudiane, shetani tu alimpitia. Wakati wanazungumza Dani naye akaja. Mma akaamua kuingia ndani akiwaacha wazungumze wanaume wenyewe. Kichaka akajifanya mjui Dani. Nini unachozungumzia wewe? Dani akakasirika. Wakawa wanasogeleana kwa hasira ili wazikunje ajulikane nani ni mbabe. Kichaka akapokea kichapo mpaka mma mke wake akamuonea huruma sana na kuwa na mkanda mikono. Kichaka akamwomba msamaha mke wake na kumwambia ametumia milioni 3 tu kwa ajili ya kununua nguo zake na kupanga nyumba nzuri, hivyo angependa wahamie huko na milioni kadhaa iliyobaki atamkabidhi ili wajadili watafanyia nini au wafungue mgawa mkubwa wa chakula, maana siku zote wajinga ndio wali wao. Mma akamkubalia mume wake kwa sababu alimpenda sana, hivyo wakaamua kurudiana wakaishi kama zamani. Na huo ndo mwisho wa hii movie inaitwa You Are My Property. Ila usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment channel yetu ya Swahili Recap au to follow TikTok kwa jina Swahili_Recap.